Hello dears, na leo nataka niwaoneshe namna ya kutumia Afro Introduction. Hii ni dating site ambayo inapatikana kwenye App Store na Play Store. Kitu cha kwanza utachagua agenda yako, kama wewe ni mwanamke unatafuta mwanaume au kama wewe ni mwanaume unatafuta mwanamke. Na baada ya kuchagua agenda sasa unatafuta umri wako, una umri wa miaka mingapi? Una umri wa miaka 20 ngapi utaweka. Baada ya umri utaweza kutengeneza majina ambayo utakuwa unatumia kwenye dating site. Na majina haya si lazima wewe ni majina yako ya kwenye viatu, unaweza kuweka kifupi cha jina lako, unaweza kaweka aka, yote inawezekana. Ukishamaliza kuweka jina utaweka email. Ukishaweka email yako, hii ndio itakuwa ni username yako. Ukienda kulogin itakuhitaji weke email na password. Kwa hiyo utatengeneza email yako na password. Na baada ya hapo itakuhitaji kuweka picha. Na picha yako angalia wanakupa maelezo hapo chini. Weka picha ambayo ni recently, ambayo umeipiga hivi karibuni. Sio unajiunga na dating site 2025 unatuwekea picha toka mwaka 2020 ama unatuwekea picha ya miaka ya nyuma. Weka picha ambayo ni ya karibuni, picha nzuri, picha yenye kusmile, weka uso wako usmile. Baada ya hapo tunakuja sehemu ya pili ambayo hii sehemu ni ya kuchagua mwanaume unayemtafuta awe na umri gani na awe anakaa nchi gani. Kwenye umri itategemea wewe unapendelea wanaume gani, unapendelea wazee, unapendelea vijana. Kama mimi hapo niliweka mfano mwanaume anzia miaka 30 mpaka 52. Na hapa ni sehemu ya kuonesha unataka atoke nchi gani. Na hii Afro Introduction haijalishi kwamba uko Tanzania ni lazima weke Tanzania, hapana. Unaweza kuweka nchi yoyote unayoitaka. Mfano, mimi nipo huku United States lakini hapa nimechagua Tanzania na imekubali. Kwa nimechagua namtafuta mwanaume kutoka nchini Tanzania na atokee mkoa wote, iwe ni Mwanza, Arusha, wapi, kote atoke. Kwa hiyo hata wewe uliyeko Tanzania unaweza kuweka United States na ikakubali. Kwa sababu hata mimi nilijua itanikatalia lakini imekubali. Hivyo sasa Afro Introduction unaweza kuweka nchi yoyote unayotaka kwa mwanaume unayemtafuta. Alafu baada ya hapo utabonyeza next. Okay? Ukishabonyeza next, hapa itataka kuuliza unatafuta mahusiano ya aina gani ndani ya dating site. Moja kwa moja wewe utaweza kuandika long term relationship kwa sababu unatafuta mahusiano yaliyokomaa. Baada ya hapo itakuuliza ethnicity yako, wewe ni Mwafrika, African American, nini wewe utaweka African kwa sababu wewe ni Mwafrika. Baada ya hapo utabonyeza next, itakuuliza dini yako, wewe ni nani? Utaenda kuchagua Christian kama wewe ni Mkristo, kama ni Muislamu utachagua Islam, utabonyeza next. Ukishabonyeza next hapa itakuuliza unakunywa pombe? Unaweza kusema kama unakunywa utaweka unakunywa, kama hunywi utaweka sinywi. Kama unakunywa kwa muda mdogo ni occasion drink. Hapa kuni kuvuta sigara moja kwa moja, kama uvuti utasema hauvuti, kama unavuta utasema unavuta, kama unavuta mara moja utaweza kuandika occasional smoke. Haya, baada ya hapo utaulizwa una watoto? Kama una mtoto utasema ndio, kama hauna utasema sina, kama hauna uhakika utasema sina uhakika. Baada ya kuandika una watoto itakuuliza current marital status yako. Sababu uko ndani ya dating site obviously utakuwa ni single. Lakini kama utakuwa uko separated utaandika uko separated. Kama umefiwa na mumeo ama kabla umedivorce itategemea wewe upo katika situation gani. Haya, unajiona wewe upo kwenye muonekano gani? Below average, attractive, very attractive. Wewe weka average tu. Muonekano wako hata kama wewe ni mzuri sana, itategemea kama wewe ni mzuri weka attractive, kama unajua wewe ni mzuri sana mrembo weka very attractive, lakini weka average unaona ni mzuri zaidi. Sasa hapo nataka tujue unaonekanaje mwili wako. uko petite ni wale watoto wadogo kidogo, sio kitoto, yani mtu mwenye mwili kidogo, slim ni mwembamba, lakini weka average kama unajiona wewe uko average. Baada ya hapo tayari utakuwa umeweza kuingia ndani ya dating site, utaweza kukutana na wanaume. Sasa leo nataka nikuoneshe namna ya kuweza kugundua mwanaume aliyelipia ndani ya Afro Introduction. Mtu aliyelipia anakuwa na hicho kialama cha blue hicho hapo. Kwa hiyo wewe kwenye kuchat na watu wa design hiyo wenye alama ya blue, au watu hata ukiwatumia text zitakwenda sawa. Mfano hapa nimemchagua mtu mwenye blue, nimemtumia text hapo. Nataka nikuoneshe. Nimeandika hello, imeenda. Unaona? Na send hapo imekwenda.
alama hii na kuonesha sasa hivi yenye alama hiyo kama njano yellow. Huyo naye akikutumia ujumbe moja kwa moja utaweza kujibu message zake, au wewe utaweza kumtumia message na zitakwenda. Kwa hiyo wale wote waliokuwa na maswali ya kwamba mimi siwezi kutumia Afro Introduction mpaka nilipie, tayari umepata kuona. Mwenye kivuli cha gray hawezi kuona message. Ukishamaliza view hiyo profile yako, angalia profile yako inasimamaje. Unaona kama hapo majina yangu niliyoandika, mahali nilipo, miaka ya mwanaume ninayotaka, mpaka mwaka gani nimeweka, kama kile ambacho nilikijaza kipindi naanza kuingia kwenye dating site. Nikiview profile nitaweza kuona taarifa zangu zote. Nikisha kuwa nimemaliza, hapa kuna kitu kinaitwa bio. Nice kuonesha kipindi naliandika. Nitakuonesha hapo nimeandika bio. Ukipendezewa nayo unaweza kuicopy ukaichukua. Hapa nimekuandikia bio 3. Bio ya kwanza ni hiyo hapo, na bio ya pili ni hiyo hapo, na bio ya 3 ni hiyo hapo. Nimeandika bio 3 tofauti. Kwa hiyo nimejintroduce mara 3. Kwa hiyo wewe nimeweka hivi kimakusudi kali, ili kama utataka kuchukua chochote chukua. Unaweza kuchukua hiyo ya mwanzo. Umeona nimeisogeza karibu kidogo ili mtu aweze kuiona na kuikopi kama utapendezwa nayo. Hiyo ya kwanza, nikaja hiyo nyingine ya pili, hiyo inaanza I am caring, hiyo nayo ni ya pili. Umeona nikaandika na ya 3 hapa, here for meaningful. Kwa nimeandika tofauti tofauti ili kama unataka uweze kuchukua. Alafu kuna kitu kinaitwa unatafuta mwanaume wa aina gani. Yaani wewe mwanaume unayemtafuta kwenye dating sites hawaje. Mimi nimeandika vitu vichache tu, awe na heshima, respect, trust, caring, loving. Hivi ni vitu tu vya kawaida. Kwa hiyo hii ni aina ya profile yako iweze kuonekanaje. Yaani tayari mtu ambaye anakuwa anakuangalia profile yako iwe imeshiba. Yaani kila kitu umekijaza, kila kitu kiko in a point. Kwa hiyo ni hivyo. Haya, wale wanataka ni edit profile yangu, utakuja hapo kwenye profile yako, unaona view profile, edit profile, utabonyeza kwenye edit profile. Hapa kama unataka kubadilisha majina yako, kuna kitu umeona umekikosea, unaweza kufanya kubadilisha kwenye ile profile yako. Kwa hiyo unakuja kwenye edit profile, unaangalia chochote unachotaka kubadilisha kwenye profile yako ulioweka. Labda niliandika kitu fulani nataka nikibadilisha, unaingia kwenye edit profile. Unaona kila ambacho ulikijaza mwanzo kitaonekana hapa. Kama unataka kuchange, kama unataka kufanya nini, utafanya. Lakini pia hata kama kuna hadi bio hapa, kama unataka kubadilisha bio yako, utakuja hapo kwenye edit profile, utabadilisha bio. Yaani chochote kile ambacho unataka kubadilisha kwenye hiyo Afro Introduction, utaingia kwenye profile pale kama nilivyokuonesha, utabonyeza kwenye edit profile, utaweza kufanya kile ambacho unataka kubadilisha ama unataka kuongeza. Kwa hiyo inakuwa imekurahisishia kwa design hiyo hapo kupitia edit profile. Umeona hapo labda unataka kubadilisha kichwa cha habari. Umeona mimi nimeandika serious relationship searching, kwamba mimi profile yangu ni ya kutafuta mwanaume ambaye yuko serious. Kwa hiyo hao unataka kubadilisha bio na yenyewe utaiona hapo. Kama unataka kuongeza kitu chochote kwenye upande wa what you are looking for in a partner, unaweza kuongeza hapo, na ukishamaliza una submit. Ukishamaliza hapo sasa, hapo kwenye profile yako kuna kitu kingine kinaitwa matches. Kuna matches ni sehemu sasa ya kubadilisha country. Ya unataka kubadilisha, mimi nishaweka Tanzania, bahati mbaya niliweka Tanzania, sasa nataka niweke Europe, nataka niweke Marekani, au nimeweka miaka tofauti. Unakuja hapa unachagua, ulikuwa unamtafuta mwanaume miaka, labda unataka kubadilisha miaka yake, unabadilisha. Nchi nataka niweke labda nchi gani, unaweka nchi yoyote. Kwa hiyo hapa wale wote ambao wanataka kubadilisha location, wanataka kubadilisha miaka ya wanaume walioiweka, unakuja kwenye matches chini ya pale kwenye kuview profile yako, edit profile. Hapo utaona kuna kitu kinaitwa matches.